Yo, habari ya muda huu mabibi na mabwana, we are back in this again, na leo naenda kuonyesha one of the most interesting part ya mfumo wa iDRESS, na leo naenda kuonyesha change of ownership of motor vehicles. Hii imekuwa most interesting kwa watu wengi, wanakuwa wanapata tabu, hawajui ni namna gani wanaweza kubadilisha ownership ya vyombo vyao vya moto. So let's get it. Na wakumbusha, don't forget to subscribe my channel, lakini pia share with friends, share na watu ambao unaamini wanataka wanastahili kujua au kuona hichi ambacho tunajifunza hapa. So subscribe and share my channel tufike subscribers wengi zaidi. So kama kawaida ilivyoada, hakikisha umesha login kwenye mfumo wako, unachagua session ambayo ni sahihi. Then ukishachagua session sahihi, tunaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa Central Motor Vehicle Registration CMV. Hapo ndipo tutakwenda kufanya ownership change ya vyombo vya moto. Then ukishaingia kwenye ownership, Central Motor Vehicle, utaenda sehemu ya Registered Motor Vehicle, kwa sababu tunaenda kubadilisha ownership. Maana yake tunaenda kubadilisha ownership ya gari ambayo tayari imeshakuwa registered. Kumbuka hii tini ambayo tumeingia ni tini ambayo inamiliki chombo cha gari. Maana yake kama ni tini yako binafsi, maana yake kama ni gari yako binafsi, maana yake tini yako binafsi ndiyo utaenda kuingia, na utachagua sehemu ya Central Motor Vehicle, then utaenda Registered Motor Vehicle. Then ukishaingia kwenye Registered Motor Vehicle, then utaenda kwanza, ili unaweza ukapata picha nzuri ili uweze kuona ni vyombo vingapi vimesajiliwa kwenye gari yako. Kwa unaweza ukasearch hapa, ukisearch hapa itakuletea list ya vyombo vyote ambavyo vimesajiliwa, lakini specific utaenda kwenye menu yako, then utaandika change of ownership. Utaona hapa kuna change of motor vehicle particular, change of title holder, personalized number registration, personalized number renewal, cancellation, motor vehicle suspension, and a lot. So sisi tunaenda kwenye change of ownership. So uta click change of ownership, then menu yako itafunguka, na utaenda kwenye new, uta click hapo kwenye new application. So uta create new application. Kitu cha kwanza kabisa na cha muhimu kukijaza ni tax office. Hapa juu unaona kuna sehemu ya kuchagua tax office. Of course tax region itaonekana Temeke, lakini you have to select the tax office. Hawezi kukuletea variety, of course watakuletea tax office ambayo ipo katika region yako. So after selecting the tax office, then utaenda sehemu ya change ownership list. Hapa unaenda kuangalia sasa unataka kubadilisha magari mangapi au vyombo vingapi. Labda una gari, una pikipiki. So hapa unaenda kuchagua ni gari gani au chombo gani unaenda kubadilisha. Then utaenda kwenye find motor vehicles. Then hapa unaenda kuchagua sasa kwenye either chassis number by using chassis number or registration by registration number. So tutachagua hapo. Yes, then gari yako itakuja kama hivyo. Hakikisha unaiselect, then ukisha iselect inakuja automatic. So kama unahitaji tena change gari nyingine, utaenda tena kwenye find my vehicle, utafanya as we did. So after that, ikisha kuja gari kwenye list hapo ya change ownership list, then utai click tena. Ukisha click itakuja information ya hiyo gari, itakuja hapo chini. Utaona kwamba current owner inasoma ni nani na current title holder anasoma ni nani. So utaenda direct kwenye kuingiza title holder, new owner. Obvious atasoma mpaka kwenye title holder, kwa sababu hapa tuna change ownership.
So utaingiza TIN number ya mhusika ambaye ni mmiliki mpya. Remember tume login kwenye TIN number ya mmiliki. Na ili uweze kufanya change of ownership lazima uingie kwenye TIN number ya mmiliki. So utaingiza TIN number, then uta search, then uta select, then watakuja. So ukiingiza kwenye new owner pale, ukisearch sehemu ya kusearch pale utaingiza TIN number, then uta select, then automatic itajaa kwenye new owner, then new title holder. Then itakuja sehemu ya pili vile motor vehicle information, then utasema reason for change, kwamba gari imeuzwa. Imeuzwa lini? Utachagua kwamba labda imeuzwa tarehe 14. Tuseme imeuzwa tarehe 13. Then imeuzwa kiasi gani? Utasema imeuzwa labda tuseme milioni 25. Then tutajia EFD code, then utaandika ile EFD verification code. Hapa sasa unaona kwenye EFD verification code kuna register ambayo it's necessary, kwa sababu hii TIN tuliingia ni TIN number ni account ya kampuni, and account ya kampuni inakuhitaji ukiuza gari lazima utoe EFD. Lakini pia sio tu account ya kampuni, hata TIN number ya biashara. TIN number ya biashara pia inakuhitaji utakapouza gari yako, lakini hiyo gari iwe ni ya biashara, utakuhitaji utoe receipt. So utahitaji ile verification code ya receipt, utaingiza hapo. So then utaingiza verification, then utavalidate. So kama receipt bado haijasoma itakwambia kwamba receipt haijawa verified, lakini hapa nakwambia the EFD code is verified. Then utaona hapo amekwambia tax clearance certificate number, utaingiza tax clearance certificate number. Registration obvious kwa sababu usajili tayari ulikuwa normal, so utabaki kuwa normal. Then utaenda kwenye tax clearance certificate, then you have to attach tax clearance certificate. So utachagua tax clearance certificate, then attach tax clearance certificate yako, then contract document, then utaenda kwenye contract document, then utaiattach contract document yako. Manake hapa pia kwenye contract lazima iwe imekuwa certified, I mean approved na mwanasheria, lakini pia mwanasheria lazima awe akutolee receipt ya kuverify mkataba wako. Kwa hiyo ni kipengele cha muhimu kwa wale ambao watakuwa wanabadilisha ownership ya gari ya kawaida private use. Hapo sehemu ambapo tumeverify verification code ya EFD, wao wataingiza EFD verification code ya lawyer, so itakuwa lawyer EFD verification code. Kwa hiyo mkataba wako lazima lawyer augonge muhuri na usign na akutolee receipt ya kusaini ule mkataba wako. Ile receipt utaitumia kuverify kwa wale ambao ni private owners, lakini pia kwa commercial wao pia watatolewa receipt. Hiyo receipt wataiattach pamoja na mkataba pamoja. So kwenye hiyo contract document hapo hakikisha una attach mkataba ambao umekuwa certified verified na mwanasheria. Mwanasheria amekutolea receipt, una attach receipt, lakini pia una attach kadi ya gari, lakini pia una attach ile receipt ya sale ya mauzo ya gari pia una attach, then unaziweka pamoja kwenye PDF, unazi attach hapo. So that is important part. Lakini pia kuna hapa juu kuna check list ya anakuambia please check if there is pending transaction, then uta check, utakwambia no pending transaction, anakuambia search remaining tax amount, utakwambia no outstanding liability, check there is exemption, anakuambia no exemption, then you can save your application. So uta save application yako. Kaona anakuambia registration hiyo, of course saving of your application
haitakiwi kuwa saved first hapa. Sehemu ya kwanza kusave your application ni hapa juu. Ukishajaza information zako, unarudi hapa juu, utasave hapa. Ukisave information yako, ukirudi hapa juu kwenye ile change of ownership list, utaona imesha kuwa saved. Na utaona mara ya kwanza hapa palikuwa kwenye reason hajaandikwa. Kwa hiyo utaona pameshaandikwa reason sold. So utai-click tena. Ukiclick tena information zitakuwa zinarudi. Kama hapa tuliingiza manual, sasa hivi imebadilika, imeshajijaza, price verification code zimejijaza. So utaona kuna sehemu ya attachment imerudi tena blank. Kwa hiyo itahitajika ujaze tena tax clearance certificate na contract document yako, then unaweza ukasubmit. So utaenda tena kwenye tax clearance, chagua tax clearance yako, then utaenda kwenye contract document, utachagua contract document yako. Then kama kuna any other document, kwa mfano umeuza gari lakini umeuza kwenye gari ikiwa kwenye hali mbaya, kwenye hali duni, ambapo bei pia unauzia unaona kwamba inawezekana ikawa haiendi relevant, uta add zile supporting document, kwa mfano picha, zile tuseme supportive document zote ambazo zitakuwa zinasababisha au unaona zinahitaji kuongezea uzito kwenye application yako. So kama gari ni gari ambayo unauza kama scrap value, then utaonyesha kwamba hii gari ni chakavu, utapiga picha zake, utaziattach kuonyesha msisitizo zaidi. Then ukimaliza hapo utasave sasa hapa chini. Then ukisha save hapo anakuambia registration is completed. Lakini hapa bado application yetu haijaenda TRA. Ukija juu tena utaiona kwamba application yetu ipo hapo juu kama imeshakuwa registered application. Mara kwanza kulikuwa hamna application, tulikuwa tunakuja hapa kwenye change ownership list. Lakini sasa hivi iko juu kabisa kwenye application. So ukitaka kuisubmit sasa unarudi tena kwenye application yetu, utaiklik. Hapa sasa unaweza labda uka pause from there ukaendelea na shughuli zingine, kwa sababu tayari application yako imeshakuwa saved. Hata ukija tena baadaye au hata ukilog out na ukilogin, utakuja unaikuta application yako, then utaiclick application yako, itakuja hapo kwenye list ya change of ownership, utaiclick tena, then utaona hata zile files sasa zimekuwa zimebaki, then hapo sasa unaona chini hapa unaweza kumodify au unaweza kusubmit au unaweza ukaidelete. Kama unaona kuna kitu hakipo sawa, unaweza ukaifuta. So that is how it is done. So utaisubmit and confirm. Yes, submission is completed. Ukija juu kwenye application yetu utaona kwamba application number hiyo, team hiyo and date hiyo, afisa assigned. Kwa tayari application imeshakuwa attached kwa afisa wa TRA for internal processing. Kwa afisa TRA ataipitia, na mostly for my experience hii haichukui muda, mostly in a day hii application inakuwa imekamilika. Kama ukituma asubuhi mpaka saa 6 mpaka saa 5 mpaka saa 4, muda mwingine kama ukikuta the office is active unakuta within 5 minutes au 2 minutes wameshajibu. Kwa hiyo kama application itakuwa iko sawa, utaona unaweza ukalipia sasa for registration purpose. Lakini kama kuna any amendment utakuta imekuwa returned back, na watakuwa wamekuelezea kwa nini iko returned back. Kwa kama kuna kitu cha kuweka sawa, utakuwa unatakiwa kuweka sawa. So that is how change of ownership is done. So ukiclick ikishakuwa approved, ukija hapa chini kabisa ukiclick tena utaona hapa chini kuna sehemu ya bill. So hapa kwenye bill utapata control number ya kulipia hiyo gharama za ubadilishaji wa ownership. So utalipia, na once ukishalipia tu automatic mfumo unabadilisha
ownership. Kwa ukiprint card utaona automatically tayari ownership imesha change. Thank you, and that is how it is done. Don't forget to subscribe and share my channel.